Hii ndo njia halisi na sahihi ya kutibu changamoto ya PID. Hii njia baada ya kutumia, tarajia matokeo yakifuatayo. Kwanza kabisa, itaenda kusaidia uchafu kupungua. Itaenda kusaidia kupunguza maumivu ya tumbo la chini kwa yule ambaye anapata maumivu. Itaenda kupunguza hali ya harufu mbaya ukeni. Na kama maana yake PID ilikuwa inaanza aidha UTI, basi tiba itaenda kusaidia changamoto kuisha moja kwa moja. Lakini kama changamoto yako ni ya muda mrefu, basi kuna uwezekano ikakusaidia lakini isimalize tatizo moja kwa moja. Sasa fanya mambo yafuatayo. Chukua kitunguu saumu. Baada ya kitunguu saumu kimenye, chukua vipande vyake angalau tuwe 3 tule, utumenye vizuri, afu tukate kwenye vipande vidogo vidogo kama vile tu vidonge. Baada ya hapo, subiri baada ya dakika 5 tutoe ule utomvu wake ule ambao tunasema ndani yake kuna kitu kinaitwa allicin, ambayo hiyo baada ya hapo utafanya nini? Utakunywa kama maji. Yaani baada ya dakika 5 tukishatoa utomvu unakunywa kama unavyokunywa vidonge na kutumia maji. Fanya hivyo ndani ya siku 7. Kila siku nafanya asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Hiyo itakusaidia sana sana kutibu changamoto za infection. Usipuuzie, hakikisha unafanya hivyo. Okay? Lakini kama mtu ambaye ana changamoto ya maumivu vile vile ya tumbo, afanye mambo yafuatayo. Tafuta tangawizi, aidha tafuta manjano au tunaita binzari manjano. Ni binzari manjano unaweza ukaipata sokoni, aidha unaweza ukaitumia ile ambayo umetoka shambani moja kwa moja. Unaweza ukapata unga wake, aidha ukatumia nini? Ile fresh unaitwanga kidogo. Alafu utaenda kuichanganya na kitu kinachoitwa mdalasini. Tafuta mdalasini pia, vichanganye. Kwa hiyo mdalasini pamoja na nini? Na binzari manjano, aidha tangawizi, kati ya kimoja unavichemsha kwa pamoja. Unakunywa kikombe kimoja cha yale maji yake asubuhi, kimoja jioni, ndani ya siku 7. Kitu cha msingi sana, usiongeze sukari yoyote ndani ya hivi vitu. Tumia asubuhi, tumia jioni. Kama una maumivu ya tumbo la chini, ataenda kusaidia maumivu kuisha kabisa, na hadi baada ya kutumia kuna wengine watapona moja kwa moja, hasa kama changamoto ilikuwa ndio inaanza. Kwa hiyo fanya hivyo, na hii imekuwa ni njia ambayo imewasaidia wanawake wengi sana. Mambo mengine ya kuzingatia utakapokuwa unatumia tiba hii, kwanza hakikisha kila siku unakunywa maji mengi. Yaani angalau lita 2.5 kwa siku. Lakini kama upo maeneo ambayo yana joto sana, hata lita 3 sio mbaya. Cha msingi angalau zisipungue lita 2.5 kwa siku. Jitahidi sana kunywa maji mengi. Unapotumia maji mengi, kwa mtu ambaye ana changamoto mfano za UTI, itasaidia kuflush wale bakteria wengine kutoka nje kwa njia ya mkojo. Kwa hiyo kama UTI ndio unaanza, utaenda kupona vizuri. Lakini kitu kingine, unatakiwa uimarishe kinga yako ya mwili. Kinga yako ya mwili utaimarishaje? Jitahidi sana kwa wakati huu unakula sana mboga za majani, unakula sana matunda. Ukifanya hivyo ndani ya siku 7, utaenda kuona mabadiliko makubwa. Na baada ya kutumia, tafadhali rudi niambie hapa umepata mabadiliko gani. Nitafurahi sana baada ya kutumia na ukaniambia unaendeleaje. Asante sana. Hii njia usiipuze, kwa sababu hii ni njia ambayo imenisaidia kuwasaidia wanawake wengi. Nikutakia usiku mwema. Kama utakuwa na swali, basi uliza kuhusiana na hii voice.